Ukiwa una hela mambo yanakuwa magumu, unakataliwa. Ni rahisi kunyima hata na kunguru. Si una hela, kila kitu kinakukataa. Paka mbwa wako unayemfuga na kung'ata. Unamtisha kwa lipi? Umpi chakula, anaona tu enda kung'ata atakuwa bibi. Hakuheshimu. Ukiwa una hela uthaminiki. Ukiwa una hela unaweza kumwagiwa maji barabarani. Ukiwa una hela utaonekanaje? Hata hospitali ukifika una hela, watu wanakuangalia ulivyovaa tojowia hii njao. Hata kuhudumiwa kwako ni tofauti. Hatuwasemi vibaya watu wetu hospitali, lakini kaka, bila hela hii dunia unakufa kwenye mlango wa hospitali. Hakuna mtu anayekujali hii dunia bila uchumi. Na hii inaenda popote pale duniani. Popote pale duniani, kama una hadhi ya uchumi wewe, hakuna atakaye kuona mtu. Vijana wetu leo wanataka kila kitu akipate siku moja. Anataka wewe bilionea. Uwezo kaa bilionea una miaka 20. Kuna vitu unatafuta wewe, au kuna vitu unawapa watu. Nielewe. Bilionea miaka 20 wa Kiafrika kivipi? Ubilionea ni process. Utajiri ni process. Kuwa na mali ni process. Hakuna vitu vya ghafla, hakuna. Yaani hakuna Hebu sema nguvu ya uchumi. Nguvu ya uchumi. Unajua nguvu ya uchumi wewe? Uchumi, vita ya kiuchumi. Wewe ufurahi kuona una maisha mazuri. Unafurahia kuona maisha ni yale yale, miaka nenda miaka rudi. Ndugu zako wote omba. Ndugu zako wote hawana maisha. Hakuna hata guta pale kijijini kwenu limepaki nje, hata guta hakuna. Hata baiskeli iliyoharibika hakuna. Hakuna hata nyumba ya maana. Kuna nyumba ya udongo imekaa hivi. Mama yuko pale, anajua mwanangu yuko mjini, anajua mwanangu anapambana, anayo imani ipo siku atarudi na heshima. Wewe umefika mjini tena unalala. Hapana, huu mwaka hatulali aisee. Huu mwaka tutakuwa wavivu. Huu mwaka tutakuwa wazembe. Tutamwaga jasho usiku na mchana. Ungekuwa mbali wewe kimaisha, ungekuwa mbali. Mama yako anakupigia simu, mama mwanangu naomba nitumie huku, hakuna. Ndugu zako nitumie, hakuna. Yani hauna msaada wewe. Nisikilize, wewe ni mkombozi wa familia. Kwa hiyo kuna watu wako nyuma wanategemea kwamba wewe ukisimama na wao wamesimama. Kuna watu katika maisha ndio ma-IGP, yani bila yeye jeshi linaharibika. Kuna watu katika maisha ni wa CDF, bila yeye jeshi linavurugika. Kuna watu katika maisha ndio wakurugenzi wa usalama wa taifa, yani bila wao mambo yanavurugika. Maskini huu, maskini huu, maskini huu utaisha lini? Nimeanza. Maskini huu, maskini huu, maskini huu utaisha. Unaamka asubuhi hakuna chai. Unaamka asubuhi unaangaliana na wife na yeye anakuangalia. Unamwambia mke wangu subiri, anakuambia mume wangu njaa, watoto wanalia pale, hakuna chochote. Alafu unaridhika. Kama upo hapa duniani na una plani ya kutoboa kimaisha, acha sarakasi za kanisa. Acha sarakasi za kanisa. Mimi nisingeshindwa kuwapanga watu hapa uongo. Wewe huwezi kutembea kama kelema. Hebu piga tokea pale. Haya njoo. Mwamba tungepiga hela wewe. Sasa huyu unampanga, unampa magongo. Na kwenda mnanunua magongo huko mnampa huyu. Na watumiwa mjini unawatumia kutoka mikoa mingine huko, wasije wakazingua. Anza akakufuata tena bana niongeze hela. Na wachukua wa mbali huko. Naambia sema nilikuwa kipofu nimeona. Sasa mimi sitaki usanii, ndio maana wananichukia. Mimi nakufundisha maisha halisi, maisha ya uhalisia. Bila wewe itakuwaje ile familia pale?
Umasikini wa kwetu unamsubiri IPM, umasikini wa kwetu unakusubiri brother. Ile hali pale nyumbani wa kuibadilisha ni PJM. Bila PJM kubadilika na kusema hapana, sitaki maisha ya usanii, nataka maisha ya reality, nataka kutoboa kimaisha kweli, nipambane, ninyanyue ndugu zangu. Hakuna, wanakutegemea, wanalia pale, wanajua upo, utatoboa. Usilale kuanzia leo. Yes. Kuwa na uchungu. Hebu sema vita kiuchumi. Ilimshinda baba mzazi, usimcheke. Zimewashinda wajomba zetu, usicheke. Umeelewa vizuri? Baba zetu walipambana kupambana na maskini, wamechemka. Ameondoka, hamna nyumba nyumbani. Ameondoka, hatuna urithi. Kwa hiyo usimcheke baba, usisikie uchungu. Jua ni kitu kigumu kumiliki. Kumiliki ni kitu kigumu, ni vita. Vita ya uchumi ili uishinde, la kwanza lazima uwe na gwiji. Sema gwiji. Gwiji. Kuanzia hapa wote nyinyi simameni. Kaa nyuma yangu. Angalieni huku sasa. Wawili vichacha hivi. Nyinyi mnapambana kimaisha. Huyu yuko TRA, wewe uko wapi? Sema mwenyewe. Dukani. Yuko dukani. Ukiwa Mchaga yani uwezi ukaliacha duka. Kuna mzee yuko pale Sinza, kapanga kanisumbua, njoo niombe. Kaambia ndakuja, naomba mguu unanisumbua, nataka nife IPM. Na wewe upo? Ngawa ilana sasa, kwa niende. Kufika kaambia ndo umepanga hapa na huku nyuma niko huko. Akanizungusha, nashukuru Mungu niko hapa, ndo naishi hapa, nimepanga hapa. Na huu mgomba nimeomba mwenye nyumba niweke mgomba hapa. Kwa mgomba Sinza. Nikamwombea neema ya Bwana apate shamba huyu mzee wa Kichaga. Kwa hiyo mzee wa Kichaga duka. Wewe biashara gani? Kitu gani? Biashara madini. Ameajiriwa huyu. Bucha. Biashara. Hawa wote hawa wanatafuta kitu kinaitwa nini? Uchumi. Kwa hiyo bila kuwa na cover, jamani, cover ni kitu kinachokukinga. Matajiri wote wana cover, wana kitu kinachowalinda. Mjini hapo wenzetu wana vitu. Mwanangu mmoja na garage, anambia baba, kila siku gari zinaharibika. Yaani gari za wateja zikija kwangu nikitengeneza mimi, zikiondoka engine imekufa. Nikamwambia naomba nije hapo garage. Nikaenda gari, nikamwambia muona kwenye kona pale kuna kitu kinapumua pale. Tukafanya tulioyafanya. Sasa hivi gari ni nzima. Kwa unaweza ukawa fundi garage, unaaminiwa na watu, gari zao zikija kwako zinaharibika, yani wewe unakuwa source ya gari zao kuharibika. Mbona kila nikipeleka gari kwa jamaa inaharibika? Wanakuacha. Vita ya kiuchumi. Cover. Duniani huwezi kwenda bila cover. Huwezi kutoboa duniani bila nini? Cover. Ndio maana unapambana sana huko pale. Nisikilize unielewe. Kwa nini unapiga hatua katika maisha huko pale? Miaka nenda miaka rudi. Kabla ya kunipinga nisikilize kwanza. Mimi naruhusu ni challenge. Mimi naruhusu nichunguze. Mimi naruhusu kae unifuatilie kwanza. Sitaki unikimbilie. Nifikirie kwanza. Ninayoyaongea yapime kwa akili yako. Una miaka mingapi hapa mjini? Unapambana. Upige hatua kimaisha, haupigi. Alafu uliowaleta kutoka kijijini wako mbali na hawakukumbuki tena. Wanafanya vimbwanga mno. Juzi kati hapa kaja mmoja hapa, hana nguo ndani. Ramadhani kwa wapi? Ramadhani. Naongea uongo? Yeye alikuwa hapa, ni protocol. Alikuwa hapa. Hawa sadala anakuja hapa, hana nguo. Nguo hana ndani. Nimekaa hapo kwenye kochi. Ndio maana mimi naonea watu hapo. Sitaki ofisini kule, ni watu wa serikali wamekuja, lakini tutaonana hapa tubakane hapa. Kama ni kubakana tubakanie hapa. Sasa wanakuinda. Utatafutiwa sababu zote. Kafika pale katanua miguu. Hivi unajua nakuelewa?
Yaani una mafundisho ambayo yaani baba dadi hawahitaji mtumishi wa Mungu, anataka dadi. Yaani dadi kwanza. Unajua una kichwa una kadude kakomo fulani vika samani kama nitakuwa nakukosea. Nimekuja nataka maombi lakini sijui nianzie wapi. Nimekwambia hana nguo ya ndani, na unatakiwa uvumilie kama mtumishi wa Mungu. Roho inaweza ikavumilia, mwili sasa. Roho hii radhi, mwili kwa sababu Ibrahimu hajaokoka. Tuseme wote Ibrahimu. Tunamwelewa Ibrahimu au una Ibrahimu wewe? Yule hajaokoka. Ndio maana Qur'ani inasema wala takurabu zina, wala usikaribie zina, iombewi. Kwa nikamwambia dada simama. Niki Ebu njoo. Ebu naomba huyu dada umpe maelekezo ya kesho kanisani Jumapili. Kuna kitu chake special nataka nimfanyie. Jamani ndo nani kabisa huyu? Nikamwambia huyo. Kabakane naye vizuri kwa jao kwanza wewe. Sema amina. Niki akatokomea naye huko, anajua alipotokomea naye. Zina iombewi mchungaji. Acha kujifanya bingwa. Huyu jamaa hataki maombi. Hataki maombi. Hakuna maombi ya kumstopisha akishataka yake. Nielewe. Sasa wewe jifanye bingwa. Hataki maombi. Mimi nimeshajaribu sana, imeshindikana. Wife anakuja, nipo serious kabisa, baba asante kwa neema yako, nakushukuru kwa sababu baraka zako. Nasikia anagonga, anafungua mlango. Asante Mungu, asante. Amen. Asante. Sema amina. Mimi nakufundisha maisha ya ukweli, sio ya uongo. Wewe unapenda uongo, mimi nakufundisha ukweli. Hakuna maombi ya kuzuia yule jamaa akitaka yake. Kwa hiyo ndio maana nasema ikimbieni nini? Zinaa. So unaenda kwenye geti la mshikaji unasema sikiliza nikwambie nakuja hapo usinisumbue. Nenda ukaliwe. Wewe si unisikilizi mimi. Wewe unataka kuliwa tu. Light. Upo Nenda. So unisikii mimi babako. Ongea naye kwenye simu mmalizane, utaki unamfuata geto. Mtu mwenyewe ana misuli hivi kakaa hivi ana uchu. Muda mrefu anakuvizia. Nenda. Anakuambia tufanye chochote. Kwa hiyo utamsumbua. Sikusumbui, tumeokoka sisi. Yesu ni Bwana. Naona haja kwenye mfumo. Ukifika pale anakuwa ameweka kasturi kake anaanza maisha. Anakuambia tena yendo anakuambia kaa kule, sitaki kabisa mambo wewe. Sawa. Naona kaa kitandani pale. Niambie, mchungaji unajua somo la Jumapili ya IPM la vita ya uchumi unajua lilinibamba sana. Kumbe hamna, sio vita ya uchumi, ni vita ya huku. Anakuinda na vita nyingine. Sema amina nikusikie. Sio vita hiyo. Anakuchukulia chips unakula. Chakula sikilevi. Anakuchukulia chips afu anachukua soda anaenda kuweka karibu na nini na kitanda. Unatoka pale kwenye sturi ili ukakae comfortable, unasogea kwenye kitanda, unakikalia kitanda kile. Anakuchungulia dirishani anasema Mungu asante. Anasogea huyu. Anakuambia naenda kuchukua mara moja maji ya kunywa. Unakula pale unashiba na soda unasema si hayupo huyu, unajilaza. So ushafika kitandani pale. Basi jana endelea mnayajua. Mwanaume ana uongo 442. Sasa mtoto wako hakika akivuka yote hayo Yesu anarudi. Sasa unacheka kwa sababu unajijua? Sema amina. Amen. Shai kumwambia mwanamke mimi nimelia usiku kucha. Mwanamke mimi kumwambia nimelia usiku kucha kwa ajili yako. Na akaamini. Unajua aliamini vipi? Na kaka yangu nilimchukua nikamwambia bwana naomba uje unithibitishie hili neno. Anamwamini sana. Akaja akasema
Hivyo jamaa wanamfanya nini? Si anatetea chama. Jamaa mdogo wangu amelia yani tumekaa familia tukajua ni msiba. Nimetoka Dar es Salaam nimekuja huko. Kwa sababu sio jambo la kawaida. Jamaa yuko hivi. Sio jambo anaviwani hivi. Mwanasheria ila muongo. Kwa una kazi mzee, ukiwa na mtoto wa kike una kazi ya kutosha. Sababu unavyodanganya mademu wa watu na yeye pia atapigwa hivyo fix. Sio unaona raha sasa hivi. Tuseme amina wote. Amen. Ibada inasemaje? Inasemaje? Vita ya uchumi. Sisikii sauti. Inasemaje? Vita ya uchumi. Shai kumfundisha rafiki yangu mmoja alikuwa anamtaka dada fulani jirani. Dada anajifanya mgumu, sio dada wa zamani. Anataka mpaka muandikie barua 12 ndio akukubali. Kaambia wewe unapita pale kila siku kifua wazi. Hivyo tambia wewe pita kifua wazi kila siku. Atakuota tu siku moja. Sababu vifua vyote anaona vipo kwenye nguo. Atakikumbuka chako kiko wazi. Akafaulu mzigo. Kwa hiyo nina dhambi nyingi za kutubu. Kwa hiyo namba 1, vita kiuchumi, hakuna anayetaka kufanyaje? Upande. Namba 2, fursa zote zimefichwa ndani yako. Kwa hiyo hakuna mtu anayetaka kukuambia fursa. Halo? Kwamba nenda pale utatoboa. Nenda pale utatoboa. Namba ngapi hiyo? Namba 2. Namba 3, vita kiuchumi. Ni lazima wewe usafiri. Unashindwa vita kwa sababu unakaa sehemu moja. Askari akai sehemu moja. Mwandishi mmoja wa habari akaniuliza IPM, kwa nini tunasikia unamiliki silaha? Nikamwambia nazo nyingi. Kwa nini? Nikamwambia mwili wangu ndio silaha. Komando haishiwi silaha. Komando haishiwi silaha. Hivi vyuma vya kuviweka kiunoni ni vya ziada tu. Ila mimi aliyenifundisha na kuondoa kwanza wewe mwenyewe kuwa silaha kabla ya kushika vitu. Kwa wewe mwenyewe kwanza uwe macho kuona fursa kabla ya kuoneshwa fursa. Safiri. That way nawaambia huu mwaka ufikapo mwezi wa 5 nataka wote nyewe mwe na passport, international passport. Amen. Piga makofi bwana. Kwa sababu kuna fursa nyingine haziko Tanzania. Mungu alimwambia Ibrahim, toka. Angalia vita kiuchumi ilivyo. Mungu anataka kumbariki Ibrahim, anamwambia toka, lakini kuna watu wamemzunguka Ibrahim, wanamwambia usitoke, tubaki hapa hapa. Katika maisha watu wengi hawafanikiwi kwa sababu ya utumwa wa maeneo. Sema location. Kwa mfano, wewe umezaliwa Dar es Salaam. Kutafuta kwako riziki ni hapa Dar es Salaam. Kuna vitu vinatokea vinavyokufanya wewe usitajirike au usipate vile unavyostahili katika maisha. Namba 1, mazoea. Kama unaandika mazoea. Kwa nini mazoea? Wewe umezoea kuwaona watu ambao unajuana nao. Umezoea kuwaona watu ambao unawafahamu. Umezoea kuwaona watu ambao mna mechi. Umezoea kuwaona watu ambao mnaongea lugha moja. Umezoea kuwaona watu ambao mnataniana. Kwa mazoea yanakufanya kwamba hivi nisipomuona Kodia itakuwaje? Unajua kuna wengine wanakuja kanisani kwa sababu mazoea. Kwamba sasa nikasadi kanisa jingine, mimi nishafika pale bwana, nishamzoea fulani, nishamzoea dada fulani, nishamzoea mwimbaji fulani. Kwa mazoea yanaanza kukutesa. Kwa kama hautakuwa na nguvu ya maamuzi kwamba naamua kufanya, naacha mazoea, naondoka, kinachotokea ni itakuwaje katika eneo jipya? Itakuwaje katika eneo jipya? Askari hachagui kambi. Uwezo ukapewa maelekezo na inchaji, nenda Kigoma. Afande, unajua kule mimi sijawahi kuishi, lakini nimesikia tena kuna maji tabu. Wewe sio askari. Rudisha gwanda zetu. Askari hachagui kambi, wala mfungwa hachagui gereza. Wakati mwingine kubali kuwa mfungwa, fanya kila kitu unachokiona duniani, unaelewa vizuri, lengo utoboe. So huu utumwa huu allocation ndio unaokufanya dokta useme natamani kwenda Vigwaza. IPM nakwambia Vigwaza kuna ardhi nzuri, mimi nimekwenda na mama yenu, tumelima matikiti, tikiti limetoka kama ndoo, tumelima mimi IPM na mama yenu tumelima.
Ukitoka Vigwaza kuingia porini mle, unatumia lisali moja na pikipiki parefu kidogo, mpaka unakwenda kuikuta mbuga ya Sadani. Tulikuwa tumepakana na shamba la mtoto Magufuli. Pale sisi tuko hapa, mto uko hapa. Unalima tikiti linatoka hapa. Nikakutana na mzungu kule, ana heka 2000. Analima pilipili. Alafu anazikausha. Alafu anaziponda. Anaziingiza kwenye nini? Anazipakia. Anazipeleka Kenya, anazipeleka kwenye masupermarket huko. Wewe pilipili kazi yako ni kulia ugali. Wenzio wanatengeneza fursa, wanatengeneza hela. Nini? Hutaki kutoka. Kwa nini? Mazoea. Nikitoka ndaendaje? Nitakaowakuta huko watasemaje? Na kufungua leo ufahamu ili mindset yako ibadilike, uache kung'ang'ania kukaa sehemu moja. Vita ya kiuchumi unatakiwa uangalie unapiga wapi utoboe kimaisha. Napokea. So Ibrahimu kilichomchelewesha asiwe tajiri ni kitu hiki kimoja. Itakuwaje? Nikitoka hapa wakina Ruth wamemzunguruka. Niende Mwanza, ndafikia wapi? Niende Mwanza, itakuwaje? Sina kazi, hakuna naye nijua, itakuwaje? Nikiferi, nikikosa, yani niache kazi ya 900,000. Unaona kabisa kuna mchongo wa bilioni kule. Kuna mchongo unaweza kupata milioni 500. Sikiliza, sio kila hela unaweza ukaipata maishani. Na kuna hela ukiipata maishani ukichezea, imepita hiyo. Kuna fursa katika maisha, katika vita ya kiuchumi. Hizo fursa hazijirudii, zinaitwa fursa kuu za maisha. Kwa mfano, mwaka uliopita haujirudii. Kwa hiyo kama ulipoteza tenda ya bilioni, inabidi uje tukae Jumamosi tuongee, ili tufanye mandingo irudi, kwa sababu mfumo wake upo. Kama ulipoteza tenda ya milioni 500 na muda umepita, inabidi tukutane tuangalie hii fursa uliipotezaje, tulazimishe viumbe wairudishe, kwa sababu sio kila fursa duniani inafanyaje, inajirudia. Ukipata vitu vitumie vizuri. Umeelewa vizuri? Acha kusema kesho ndapata tena. Wewe sio Mungu. Mungu anagawa riziki. Wewe sio babu yako peke yako akugawia peke yako. Anaweza akasipitisha kwingine pia. Kwa ukikipata pia Amen. Kwa hiyo Ibrahimu na Ruth, utajiri ulichelewa. Sio kwamba kuupata, ulichelewa kwa sababu ya kuangalia location, kwamba nikitoka itakuwaje. Na alipotoka, ni watu wangapi hapa uliitwa Marekani, uliitwa Canada, uliitwa South Africa, ulipata fursa ya kwenda nchi nyingine, ukasema mimi huko siende, mimi huko sipajui, atanipokea nani? Kwa hiyo hivi vitu vipo, havijirudii. Mtumie IPM vizuri. Huwezi kujua kesho IPM atakuwepo au hatakuwepo. Mtumie. Ukipata kitu kitumie vizuri, na achilia baraka ya Bwana ikawe juu yako leo. Namba ngapi hiyo? Namba 3. Namba 4. Namba 4. Sawa. Namba 4. Fursa za utajiri hazionekani na watu wengine, unaziona wewe. Fursa za utajiri hawazioni watu wengine, unaziona wewe. Ni ngumu sana kumlazimisha mtu aelewe unachokiona wewe. Na nyinyi hapa 100% mpo kuwalazimisha watu waelewe maono yenu. Hakuna mtu anaweza kuelewa maono yako. Wewe fanya. Namba 5. Hauheshimiki mpaka uwe juu. Yusufu alikuwa na ndoto, akawasimulia ndugu zake, akawaambia mimi nina ndoto, ndakuja kuwa mkubwa, ndakuja kuwa hivi, ndakuja kuwa hivi. Wakaanza kumpinga. Vita ya kiuchumi inaanzia ulipozaliwa. Andika hapo. Namba ngapi hiyo? Namba 5. Vita ya kiuchumi inaanzia ulipozaliwa. Anawasimulia, mimi nataka kuwa mtu mkubwa, wanakasirika. Kuna vitu vingine siwezi kukwambia. Unaweza ukaenda nyumbani kwenu ukampiga hata dada yako makofi, kwa sababu ndugu zetu wako tayari kwenda kwa waganga. Sitaki kaka afanikiwe, atatusumbua. Unajua anafuta bange mganga. Ndugu zetu wanakwenda kutushtakia mabaya. Ndugu zetu
Nilimuona mama mmoja anakuja kanisani kwangu hapa, anakuja kutubu. Baba, naomba unisamehe, niombee toba kwa mtoto wangu wa kwanza. Nilikwenda kwa mume wake nikamwambia mwanangu alikuwa malaya. Asante sana. Mwanangu huyu alikuwa malaya, mwanangu katoa mimba 20. Naomba usimuoe. Kwa hiyo jamaa kafunga ndoa na mtoto na huyo mwanamke. Wiki 2 jamaa kamuacha. Hakumpa sababu, kwa sababu aliyemwambia ni mama yake. Na jamaa anajua mama yake hawezi kusema uongo. Baada ya muda yule mama akampokea Yesu, akaanza kuwa mwokovu, akajua hii ni dhambi aliifanya kwa mwanae. Anakuja kwangu kuniambia nimuombee. Nikamwambia sasa mimi nikuombee kwa nani? Kwa Mungu. Mtu yuko hai, uliyemfanyia hivyo yuko hai, kamfate, si mwanao, kamwambie mimi ndo nimevunja ndoa yako. Mimi siamini ndugu, 100% IPM siamini. Nimeambiwa niwapende, sijaambiwa niwaamini. Kuna utofauti wa kupenda na kuamini. Tofautisha hapo, kupenda na kuamini. Hawa maandiko anasema, akasema hata mimi nitakusujudia. Baba mzazi wa Yusufu anamwambia mwanae, hata mimi nitakusujudia. Kumbe hata baba anaweza akaumia kuona mwanae anafanyaje, anapiga hatua. Kichwa kikubwa, wewe utaenda wapi? Hivi na hivi, hivi na hivi, nyumbani. Ndio maana ukiwa hujatoboa, toka pale nyumbani. Acha kukaa nyumbani muda mrefu. Hata kama una miaka 20, ondoka. Toka kukaa hapo kwenye nyumba ya familia. Toka, kuwa na maamuzi magumu. Panga chumba, chukua godoro, lala chini. Hata kuona mtu, acha show off. Chukua godoro, weka chini, lala. Unajua mimi, unajua hapa town mimi wananifahamu kama mimi ni Mnyamwezi fulani, unajua zile Hey, kaa jinga. Chukua godoro, weka chini. Na geto haji mtu. Demu anayekupenda atakupenda ukiwa chini. Unaweza ngoja Minga, unaweza kanionyesha geto langu hapa, nikuoneshe mimi nishai kufanya mapenzi kwenye nge. Weka hilo geto hapo. Na kuonesha tu. Mwanamke anayekupenda ana tamaa, lakini anakuvumilia. Anakupa muda wa kupambana. Niwekee haraka hapo. Anakupa muda wa kupambana. Umeona hapo? Sikili ngoja. Umeona hapo? Nilikuwa namwambia Niki namtuma dagaa Mbuyuni, najua mpaka akienda Mbuyuni akirudi nimemaliza huko. Nakwambia hapo, umeona hapo? Tuko na Niki hapo. Yaani napiga mahesabu, pap na umefika? Bro, nimeshafika hapa Mbuyuni ndo nasitafuta. Mbia sawa. Sogea huko Kunduchi, nasikia ziko samaki nzuri huko. Faster hapo. Asija karuja kanikuta juu. Faster. Sema amina na kutoa ushamba. Uache kuiga watu. Unatafuta maisha, unataka likitanda la 6 kwa 6. La nini? TV nchi 100. TV nchi 100 ya nini? Geto. Au unajua nataka niwe na magesi, niwe na jiko fulani kama la Ngwea. Ni geto langu tu, geto. Kama mjinga Geto la Ngwea, wewe ni Ngwea? Ni msanii wewe? Nijibu, ni msanii wewe? Hapana. Nakufundisha maisha, acha ulimbukeni. Watu wanaotafuta maisha hawaigi. Watu wanaotafuta maisha sio malimbukeni. Watu wanaotafuta maisha hawaigi maisha ya watu wengine. Wewe huwezi kujua mtu anapataje hela. Huwezi kujua mtu anatafutaje riski. Huwezi kujua mtu anapataje uchumi. Umeelewa vizuri? Kila mtu ana maisha yake duniani hapa. Yes. Rizika na ulicho nacho na Mungu atakusaidia. Amen. So toka kama Ibrahimu alivyofanyaje, alivyotoka. Watu wa nyumbani hao wametuumiza. Dokta, una ushuhuda? Watu wa nyumbani unamsomesha, anakwenda kwa mganga, sitaki aendelee. Unawalipia ada, unawalipia chakula, unawabeba watoto mamdogo hawa, watoto mamkubwa. Usilie baba, ndo maisha.
tumerudishwa nyuma. Leo wanakutukana, leo wanakuona haufai, msiba unatokea upigiwi simu, wanakuona kama kichaa. Yani mpaka unajiuliza, ndo hawa nilichukua mshahara wangu nikawabeba, nilichukua mshahara wangu nikawasomesha, nilichukua mshahara wangu nikaishi nao kama ndugu, wengine wakakaa nyumbani kwangu, nikasafiri, nikapata matatizo kazini kwa sababu ya kuwalea. Leo ndo wananitukana, leo ndo wananidharau. Ndugu, so watu wengi wanashindwa kupiga hatua katika maisha kwa sababu ya ndugu. Kwa la kufanya, toka. Kama Mungu alivyomwambia Ibrahim, toka. Toka Ibrahim, toka. Sitakubariki hapa, nitakubariki huko. Akamwambia, unaona nini Ibrahim? What you see? Nilikuwa najiuliza, kwa nini watu wana roho ngumu? Kwa nini watu wakifika juu wakiwa matajiri wanakuwa na roho mbaya sana? Watu wameumizwa kaka, watu wana majeraha. Akikusimulia aliyofanyiwa kaka, uamini. Kila mtu alimkwamisha, kila mtu alimzuia, Sikiliza brother, mtu ambaye una nafasi ya kumuunganisha na mtu, muunganishe mapema, kwa sababu Mungu atamtumia mtu mwingine kumfikisha pale, alafu utajisikia vibaya sana. Umeelewa hiyo kauli eh? Umeelewa hiyo kauli eh? Umeelewa eh? Kwa mimi sikushangai wala siumii watu kudharau. Narudia maneno, sikushangai brother, wala mimi siumii watu wewe kukudharau, kwa sababu ninao hakika 100% Mungu atawaonesha kwamba sio Mungu peke yao au ni Mungu wao peke yao, ni Mungu wako pia. Siumie, wacha kudharau. Watu wakuone Taira, tunaenda kwa IPM, mnapotea huko hivi, mtapelekwa, mtaingizwa kwenye uganga. Acha kudharau, ila nakukumbusha Mungu sio Mungu wao peke yao. Yes. Ni swala la muda tu brother. Yes. Swala la muda tu. Amen. Maisha ni tairi ya gari. Leo itakanyaga Goba, kesho Mwenge. Wewe endelea kuzunguka tu. Ipo siku utafika kwenye kituo chako pa. Amen. Unaibuka kuwa bilionea Tanzania. Pokea. Moja sasa, huyu dogo kawaje bilionea? Kwa sababu watu wanatukatia tamaa mapema. Kwa sababu ya hali zetu. Kwa sababu ya wadhifa wetu mdogo, wanatukatia tamaa mapema. Vita ya kiuchumi. Hujawahi kusikia watu wanasema hivi imekuwaje, hivi huyu mtu kawezaje kufanikiwa? Hujawahi kusikia ile kauli? Wanaongea hivyo kwa sababu wanaamini 100% wewe huwezi kufanikiwa. Kwa sababu hiyo ni dharau. Mtu anakuuliza umempataje huyu mwanamke? Si dharau hiyo? Mke mwenyewe sio wa Kihindi, sio wa Kichina, ni Mzaramu tu. Mtu kutoka Mbeya Kiela. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uchumi ni muhimu. Na hii vita ya kiuchumi inabidi tupambane nayo kufa na kupona. Vita ya uchumi haiangalii sehemu hii, inaangalia sehemu. Kwa hiyo lazima uangalie watoto wako kwenye vita ya uchumi. Lazima uangalie afya yako kwenye vita ya uchumi. Lazima uangalie mji wako kwenye vita ya uchumi. Lazima uangalie imani yako kwenye vita ya uchumi. Kwa sababu ili kumiumbisha mtu kwenye maisha, ukishakuwa imara kwenye imani, tumpige kwenye uchumi. Ukipigwa kwenye uchumi unatikisika. Tutaimalizaje hela yake huyu? Ngoja tumfanye mwanawe avute bange mpaka achanganyikiwe, awe mtu wa jela. Kwa unashindwa kufocus kuendelea kufanya maendeleo, kwa sababu mwanadamu hawezi kufanya maendeleo kichwa kinavurugwa. Kwa unaondolewa kwenye reli taratibu, kwamba huyu tumuondoe kwenye maendeleo, tumuondoe kwenye reli. Na utaondolewaje kwenye reli? Wanakupa tukio jingine kukuondoa kwenye mstari wa kufanya jambo nyingine, unajikuta unakuja kufanya jambo jingine. Kumbe watoto wanatakiwa wawe sawa, uchumi uwe sawa,
nyumba iwe sawa, mifugo iwe sawa, kazini pawe sawa, kanisani yani kila kitu kiwe sawa. Ndivyo Mungu atakavyokwenda kutimiza kwenye maisha yako. Sasa inakuwaje leo kaka? Vitu vyote una. Yani mtu kabarikiwa kwenye vitu vyote, alafu wewe vitu vyote una. Nini kipo hapo? Nini kimetokea bro? Yani huyu mtu kabarikiwa kwenye vitu vyote na wewe pia umepigwa kwenye vitu vyote. La kwanza, Ibrahimu alibarikiwa kwenye ardhi. That why nawakumbusha kila siku, pambana uwe na ardhi. Mimi sipambani utoe sadaka, mimi napambana uwe na ardhi. Najua kesho hata nikiwa chini ya udongo utasema nilikuwa na baba yangu. Hii ardhi alinisisitiza mpaka nikainunua. Utafanya hivyo? Yes sir. Utafanya hivyo? Yes sir. Mungu akupe uchumi mkubwa ukapate ardhi nzuri. Napokea. La pili, Ibrahimu alikuwa na mifugo. Ibrahimu alikuwa na mifugo. Fuga. Na huwezi kufuga bila shamba. Na wafugi watu mjini, wanafuga watu porini. Katafute pori, na pori aliuzwa milioni 2. Pori linauzwa 300,000, 200,000, 500,000 la bei hilo. Pori. Sinza lilikuwa pori. Kwa Mwalimu Nyerere pale. Kwa Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere, mashamba ya mpunga yale. Haya majeshi, haya maeneo walipewa wanajeshi. Yote haya unaona Salasala yote hii ilikuwa imepewa ni wanajeshi. Ndio hapo kona kwa Mbowe pale Waitara mkuu wa majeshi, ukienda kule Mboma, haya maeneo yote hata hapa tumekaa ilikuwa ni eneo la afisa hili. Lakini leo hiyo ardhi inauzwa bilioni 2, hicho kiwanja hapo. B2 hiyo. Ananiambia naomba mchungaji nikuuzie, anambia subiri sina hela. Hilo hapo bilioni 2. Ardhi inauzwa bilioni 2. Kwenye hati inaonesha 40,000. Ndiyo, sina mimi nimenunua hapa 40,000 kwenye hati. Leo anauza bilioni 2. So mimi ninapokuambia kanunue ardhi, najua ninachokiongea. Kesho kina kesho kutwa bro, utakuja kunishukuru. Kwa hiyo kuna umri utakuwa umekaa unatoa maelekezo. Nyumba ile pale fanyeni hivi, pale fanyeni hivi, pale fanyeni hivi. Utoi maelekezo ukiwa kijana, unatoa maelekezo ukiwa mzee. Kwa hiyo hii inatupa muda wa neno linaitwa nini? Subira. Vijana wetu leo wanataka kila kitu akipate siku moja. Anataka wewe bilionea. Huwezi ukawa bilionea una miaka 20. Kuna vitu unatafuta au kuna vitu unawapa watu. Nielewe. Bilionea miaka 20 wa Kiafrika kivipi? Ubilionea ni process. Utajiri ni process. Kuwa na mali ni process. Hakuna vitu vya ghafla, hakuna. Yaani hakuna utashinda vita kiuchumi. Napokea. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.